Leo unapokuja kwenye mwanga wa neno kuja kujinoa, ninaenda kukupa siri nyingine ambayo ukijua itakufungua. Na ningetaka nisome andiko ambalo umelizoea sana. Tutasoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wake wa 14. Maandiko matakatifu yanasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Hapa kuna siri moja kwenye hili andiko ambayo itakunoa na hautabaki jinsi ulivyo. Sikiliza hii video mpaka mwisho. Tuombe. Ninakushukuru Baba wa mbinguni kwa maana unawapenda watu na unapenda kuwanoa ili kila mmoja ajue kwa nini anaishi duniani. Na neno lako pekee ndiyo njia inayotuongoza kwenye mafanikio, kwa maana limeandikwa na yule aliyetuumba. Mguse huyu anayesikiliza, usimwache jinsi alivyoanza kusikiliza. Wakati anapomaliza kusikiliza, awe mtu wa tofauti katika jina la Yesu. Amina. Kuna siri nyingine kubwa ambayo ningekusudia nikupe. Nafikiri naenda kuhitimisha zile video zangu 5 ambazo nilikuahidi kwamba kila utakayoisikia lazima itakuweka kwenye mstari na kukusogeza karibu ya Mungu. Ujue kwa nini unaishi, ujue kwa nini upo duniani, unafanya nini na unatoka wapi, unaenda wapi. Sio kula tu. Kila siku unaamka, unakula, unashiba. Kila siku unaamka, unakula, unashiba. Hatukuumbwa tu kwa sababu hiyo. Sisi ni viumbe wa roho na wa kimwili. Lazima tuwe na impact katika sehemu zote mbili. Nimeongelea sana maombi na nimekupatia maoni ambayo yako tofauti na jinsi ulivyozoea kuhusu maombi. Na kitu kimoja kikubwa ambacho nimekiongelea kwenye video yetu iliyopita ni kwamba maombi ni kwenda kufanya mikataba na Mungu. Mungu ana mipango, ana kazi zake kubwa ambazo anataka ufanye naye katika dunia. Na kazi hizo ambazo anataka ufanye naye katika dunia hawezi kuzifanya yeye, anataka wewe ndo ufanye. Kwa hiyo wewe nenda kamwambie Mungu kwamba uko tayari kuzifanya hizo kazi, ili akupe kontra. Akikupa kontra utaimpact ulimwengu. Na nimekukumbusha pia kwamba hakuna mti wa matunda unaozaa matunda na kuyala. Hakuna. Kila mti unaozaa matunda unazaa kwa sababu ya watu. Miti haili matunda. Kwa hiyo unapozalisha kila unachokifanya, hakikisha kwamba unakifanya kwa sababu ya faida ya watu wengine. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Ndio maana ni muhimu sana ujue unaishi duniani kufanya nini. Sikiliza nisome kitabu cha Waefeso sura yake ya 2 mstari wake wa 10. Nataka usikilize aya hii kwa makini. Biblia inasema hivi: maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Sikia hiyo, narudia tena. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza tuenende nayo. Jamani, tuliumbwa na Mungu Edeni, tukaharibisha. Kristo akaja kutununua, akatuumba tena, tukaumbwa katika Kristo.
Sasa Paulo anasema Mungu ametuumba kwa sababu ya matendo mema ambayo yeye mwenyewe ndiye aliyeyapanga, sio wewe. Ni matendo mema ya Mungu. Ina maana kila mwanadamu duniani ana sehemu yake ambayo Mungu amempangia ya kutenda. Sasa hakikisha unatenda kile ambacho Mungu amekupangia. Ndio maana nakwambia msogelee Mungu kwa njia ya maombi. Sasa siri ya leo, ninaenda kukupatia siri ya kuchanga maombi na kifungo, ili uwe na impact kubwa kiroho. Ngoja nikwambie, hakuna hata mwanadini au kiongozi yeyote wa dini katika ulimwengu uliopita na katika ulimwengu huu ambaye alikuwa na influence kubwa katika ulimwengu bila kifungo. Hakuna. Hii uweke akili. Kama unapenda kula kuanza siku ya kwanza ya juma mpaka siku ya 7 ya juma, unakula tarehe 1 ya mwezi mpaka tarehe ya mwisho ya mwezi, unakula mwezi wa kwanza wa mwaka mpaka mwezi wa mwisho wa mwezi, huwezi kufanya kitu katika dunia. Wewe ni mtu wa kawaida tu, na Mungu hakutuumba sisi kuwa watu wa kawaida. Ndio maana leo nakuja kukuonyesha siri ya kuchanga maombi na kifungo. Kwa nini? Wazo la kwanza, Mungu afanyi mambo makubwa duniani na watu ambao wanapenda kula. Kama wewe ni mtu wa kula mpaka umevimba tumbo, samahani, sina makusudi ya kuongelea tumbo lako lakini nilitaka kukukumbusha kwamba mwanaume ambaye ana responsibility kubwa, kwanza ni kuhani mbele za Mungu kwa ajili yake, ni kuhani mbele za Mungu kwa ajili ya familia yake, ni kuhani mbele za Mungu kwa ajili ya kanisa lake, ni kuhani mbele za Mungu kwa ajili ya taifa lake. Huyo mwanaume anatoa tumbo wapi jamani? Hilo tumbo unalitoa wapi? Ukiona la kwako limeenda mbali, ina maana umeanza kusahau majukumu yako. Una muda wa kuliombea taifa, una muda wa kuombea familia, una muda wa kuliombea kanisa. Na ukiona matatizo ambayo taifa linayo, matatizo ambayo yanaipiga familia ya leo, wewe usingevimba tumbo hivyo. Ndio maana chukua wazo la kwanza, Mungu afanyi mambo makubwa duniani na watu ambao kila wakati, kila saa wana chakula kinywani, mara unaona analamba pipi. Wengine hawajiheshimu, mpaka barabarani unakuta mtu anatafuna karanga, zingine ameweka mfukoni, yaani hata meza hawajui. Mungu hawezi kufanya kazi na watu wa namna hiyo. Yaani mtu ambaye mbele ya chakula na adabu hana, anaweza akawa ameshika ndizi upande huu, ameshika sijui kitu kingine upande mwingine, na anasalimia watu mwa. Mungu hafanyi kazi na watu wa namna hiyo. Kwa nini Mungu hafanyi kazi na watu wa namna hiyo? Ngoja nikwambie, Mungu ni roho. Sasa sisi ni roho na tuna mwili wa udongo huu ambao Mungu ametuumba nao. Tunakula kwa sababu ya mwili. Sasa roho hazili. Hivi kama umenielewa? Kwa mwili ukila ugali unafurahi, roho haili ugali. Kwa ili roho ikue, ndio maana mtu anayekula sana ananenepa mwili. Na ngoja nikwambie kitu kingine, nisikilize vizuri. Ukiona mwili unanenepa, jua dhambi nayo imekukalia sana. Hiyo unaweza usinielewe, utanielewaga hata siku nyingine. Kwa wazo ni kwamba roho hazili. Roho zinakuwa katika kukutana, mawasiliano. Yaani roho inakomaa inapowasiliana na roho nyingine. Kwa hiyo roho inayokaa ndani yako ikikutana na roho wa Mungu, ndipo inafanyaje? Unakuwa mkubwa kiroho. Kwa hiyo kula kwa roho yako ni kukutana na roho wa Mungu, ndio kula.
Ndio maana unapokuwa unakula ugali, hapo roho inasema mimi simo. Sasa unapoenda kukutana na roho wa Mungu, mwili nao unasema mimi simo. Ndio maana wakati wa kula, kula tu, lakini wakati unapoenda kukutana na roho wa Mungu, acha kula. Chakula ni kizuizi kikubwa cha roho wako kukomaa, kwa sababu ya kujua mapenzi ya Mungu. Chakula ni moja kati ya vizuizi vikubwa sana vinavyofanya watu hawakomai kiroho, na katika somo hili utaenda kuijua hiyo siri vizuri leo. Ndio maana ni vibaya sana mbeba maono, nishatanguliza hapo mbele, mbeba maono kuwa mtu mwenye tumbo kubwa. Hili nalirudia tena. Kiongozi wa nchi, kiongozi wa mkoa, kiongozi wa familia, kiongozi wa jamii yoyote, mtu ambaye nyuma yake kuna watu wengi wa kuongozwa, sio mtu wa kuvimba tumbo kwa chakula. Ndio maana unaiona dunia inaharibika. Viongozi hasa bara la Afrika, viongozi ni watu wenye matumbo makubwa makubwa, wana mafuta. Kuna kitu kinaitwa radical libre. Wana maradical libre zimekamata bongo zao, hawawezi kuchanganua mambo, akili zao sio angavu, akili zimelemewa na chakula, wamekuwa walafi. Ndio maana Yesu akasema, angalieni sana jinsi mnavyoenenda, ziangalieni nafsi zenu, msije mkalemewa na nini? Na ulevi na ulafi na masumbufu ya maisha haya. Kwa hiyo mbeba maono sio mtu wa kula. Sijasema uache kula, kwa sababu mwili pia unahitaji, lakini ninakufundisha siri ya kuchanga maombi na kifungo. Kwa hiyo nikupe wazo lingine. Wewe unapoenda kufanya mkataba na Mungu kwa sababu ya kuja kutimiza mapenzi ya Mungu duniani, Mungu anakutumia kama mfereji. Sasa Mungu anapokutumia kama mfereji wewe, yaani yeye ndiyo tanki Mungu lililojaa maji. Anataka maji yafike duniani, lakini lazima uwepo mfereji ambao maji yatapitia mpaka yawafikie watu duniani. Ndiyo wewe. Sasa wewe mfereji ukiwa umeziba, kuna matope, kuna vipande vya miti, kuna mawe, vimeziba mifereji, maji hayapiti, watu hawafikiwi vizuri na maji duniani kwa sababu yako umeziba mifereji yako. Ndio maana kifungo kinakusaidia wewe kuzibua, kufungua njia, kufungua uwezo wako wa kuelewa, ili Mungu apitishe hayo maji yawafikie watu duniani. Ndio maana kuna siri kubwa sana ya kufunga. Yesu ali-impact dunia kwa sababu alifunga. Paulo ali-impact dunia kwa sababu alifunga. Musa ali-impact dunia kwa sababu ya kufunga. Huwezi ku-impact dunia kama haufungi. Kwa hiyo kufunga ni rafiki wa karibu. Unaweza kuniuliza, mwalimu, hivi mtu akifunga ndio Mungu anasikia maombi? Hapana. Mungu habadiliki. Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Ila kifungo kinakubadilisha wewe. Wewe ndio unatakiwa ubadilike, kwa sababu Mungu hana shida. Mungu hana matope ndani yake, lakini ili afike duniani lazima autumie mfereji ambayo ndio wewe, na huo mfereji ndio umefunga. Kwa hiyo kifungo ni wakati wa kwenda kuchomoa na kutoa vumbi, matope ambayo yanapatikana ndani yako. Na hayo matope yakiwa mengi, ambayo moja ndio kula, yani kula, unajua kuangalia TV bila kupumzika, kupenda tamthilia,
sijui unapenda kuangalia mechi za football mpaka usiku mkubwa. Hivyo vitu ndio vipande vya matope, ndio vipande vya miti ambavyo vimefunga akili yako. Sasa ndio maana Mungu akasema pata muda wa kufunga, na nitakuonyesha hivyo vitu vinavyofanya. Kwanza, unapokuwa unavifanya unakosa hamu ya maombi. Mwili ulioshiba hauna nguvu ya kusimama kumuita Mungu. Huwezi kusaini mikataba na Mungu kama umeshiba. Hilo ni tatizo la kwanza. Tatizo la pili, unakosa kuenjoy neno la Mungu. Yaani ukishazoea filamu mbaya, ukishazoea ugali, umezoea haya sijui majuisi, umezoea sijui soda Coca-Cola, umezoea sijui mapombe, umezoea, hamu ya kuenjoy neno la Mungu inaondoka. Yaani ukienda mbele ya Biblia unaona kana kwamba, kwa sababu haya mambo yaliyoandikwa kwenye Biblia ni mambo ya kiroho. Sasa wewe umekaa sana kimwili. Unapofika kwenye mambo ya kiroho, mwili unakataa, unakwambia ondoka. Hata kama ukiwa kwenye ibada, huwezi kuenjoy ibada kwa sababu umezidiwa na chakula. Alafu jambo lingine, unakuwa na impact ndogo. Unakuwa mtu wa kawaida sana. Huwezi kuigusa dunia. Huwezi kuomba mambo makubwa yakafanyika. Huwezi kufanya kitu alafu watu wakaona kuna kitu kizuri kimefanyika. Huwezi kuhubiri watu wakaguswa na neno. Huwezi kuimba wimbo ukagusa watu wakamjia Kristo, kwa sababu level yako ni ya chini sana. Ndio maana sasa ukitaka kuongeza hiyo nguvu, dawa si nyingine, funga. Kwa hiyo kufunga maana yake nini? Zile tamaa zako unazisalimisha. Ngoja nikwambie, wakati Mungu amekuumba una roho na una mwili, unatakiwa kuwe uwiano kati ya roho na mwili ambao uko sawa. Na mimi kwa uelewa wangu, bora angalau mwili ukawa roho ndo ikawa nzito kiasi kuliko mwili, kwa sababu miili yetu takiwa iendeshwe na roho. Lakini kuna watu ambao miili yao ndo inaiendesha roho. Kuna mtu mmoja alikusudia kufunga, akafunga kuanza saa 1, akasema nitakula jioni saa 12. Ilipofika saa 6 akaenda kumtembelea, akatembelewa na rafiki yake. Alipokuja akamwambia mke wake, basi msongee. Mke akamsongea, chakula kikaja mezani, yeye ameshapanga, amefunga. Aliposikia harufu tu ya dagaa wazuri wamekaangwa, akapangua kifungo na akaanza kula. Kwa hiyo huyu moja kwa moja unaona kwamba roho yake, mwili wake una control roho yake. Roho hana nguvu. Kwa tunapoenda kufunga, tunataka turejeshe nguvu ya roho ambayo imenyanganywa na mwili. Tuunyanganye mwili nguvu, tuipeleke nguvu rohoni, kwa sababu maamuzi makubwa ya maisha yetu yanatoka rohoni. Alafu kufunga pia inaongeza uwezo wako wa kuelewa message kutoka kwa Mungu. Hapa nataka unisikilize vizuri. Kuna wakati ulifanya ajali. Wakati unatoka nyumbani, Mungu alikutumia ujumbe. Akakwambia bwana kuna ajali, lakini shida ukuelewa ujumbe. Kwa nini ukuelewa ujumbe? Kunakuwa incompatibility kati ya ubongo wako na ubongo wa Mungu. Haviendani. Mungu anatuma ujumbe, kuna ajali, wewe unasikia kuna ugali, hauelewi. Hii unaweza usinielewe. Ngoja nikupe mfano. Kuna aina ya simu ambazo ni simu kubwa, kama niseme smartphone, niseme pixel. Inaweza ikapiga picha. Ukatuma hiyo picha kwenye hivi visimu vidogo vya kitochi. Picha ikafika tu, ukatuma kwa njia yoyote, labda bluetooth. Alafu ukifungua ile picha haifunguki. Simu inasema format no prise en charge. Kwa nini? Hiki kisimu kidogo kimeshindwa kuinterprete message iliyotoka kwenye simu kubwa. Kwa nini kisimu kidogo kimeshindwa kuinterprete message? Kwa sababu hakina uwezo
kama ni RAM, kama ni ROM yake humo ndani, haiwezi. Kwa hiyo wewe ukishakuwa mtu wa kula, Mungu ni kapasite kubwa, sisi niseme combien de giga. Sasa anapo send message ili akuambie, kuna watu wengine hata kwa njia ya ndoto Mungu anawaambia, hawawezi kuelewa ndoto zinasema nini, kwa sababu kaubongo ni kadogo. Kwa hiyo Mungu yeye hana shida, hawezi kupunguka awe kama wewe. Anasema anakutumia tu ujumbe unafika, lakini hauwezi kuuelewa. Mwenye shida ni wewe. Ndio maana kifungo unajaribu kuzibua uchafu ulio ndani yako, ili ukomae upate kujua ujumbe unaotoka kwa Mungu unasema nini. Ndio maana ulianzisha biashara ambayo labda Mungu hakutaka iwe hiyo. Haukuelewa kile ambacho anataka kusema. Kwa hiyo kufunga ni kufungua nguvu zako za kiroho. Ukishirikisha maombi pamoja na kifungo, nguvu zako za kiroho zinafunguka. Unaweza pia kuelewa kitu ambacho Mungu anataka ufanye. Ndio maana lazima nchi ziombewe. Lazima nchi ziombewe na watu ambao wanafunga. Viongozi wa nchi wanapenda kula, wameshiba pombe. Kwa bahati mbaya hata wachungaji wenye matumbo wapo. Makuhani, watu ambao wamebeba mzigo, ni mifereji ya kufikisha ujumbe wa Mungu, na wao pia wameshiba kila siku. Hawana muda wa kukaa. Na wale ambao waliishi maisha ya kimaskini kwenye utoto wao kama mimi, hawakupata hata nafasi ya kula kuku. Akishakuja kuwa kiongozi anasema nitajilipa kuku zote ambazo nilipoteza utotoni. Ndio unataka ujilipe. Unakosa muda wa kuomba, unataka sasa ujilipe. Jamani, hatui viongozi, hatui wachungaji kwa sababu ya kula. Mungu ametuchagua kwa sababu tu impact watu wake. Sababu nyingine ya kufunga, kutafuta nguvu, kutatua matatizo makubwa. Kutatua matatizo. Kuna matatizo ambayo hayawezi kuondoka maishani mwako kama hujafunga. Hayawezi. Ngoja nikwambie. Nenda kwenye Biblia ukasome kitabu cha Mathayo. Nenda kwenye Biblia yako, angalia kitabu cha Mathayo, uangalie sura yake ya 17. Sitaisoma yote, kuna hadithi hapa. Sura yake ya 17 kuna hadithi nzuri sana ambayo inakuonyesha namna gani kufunga na kuomba kunaweza kukaongeza impact yako. Kuna wanafunzi wa Yesu, anza tu hata mstari wake wa 18, unaweza ukapata hiyo habari. Waliletewa tatizo, wakaambiwa huyu mtoto ana shida fulani, muombeeni. Wakaomba, pepo koma katika jina la Yesu, pepo koma katika jina la Yesu, pepo koma katika jina la Yesu. Unajua kwa nini walishindwa? Walikuwa wamebaki chini ya mlima wanafunzi 9, na juu ya mlima wakaenda wanafunzi 3 pamoja na Yesu. Yakawa makundi matatu. Kundi la kwanza Yesu, kundi la pili wanafunzi 3, kundi la 3 wanafunzi 9. Hawa 9 wakabaki chini ya mlima, hawa 3 wakapanda na Yesu, lakini Yesu aliwaacha, yakasogea peke yake sehemu. Yesu alikuwa serious, amefunga, anaomba. Lakini hawa waliobaki chini wakaletewa tatizo, wakashindwa nalo, kwa sababu yule pepo alikuwa mkubwa, alihitaji watu wenye impact kubwa, wenye nguvu kubwa ya kumuondoa. Lakini Yesu aliposhuka, wale wenye mtu wakamwendea, wakamwambia, mzee, tumekuja na huyo mtu, wanafunzi wako wameshindwa. Yesu alimkemea tu, mara moja akaondoka. Wakawa wanafikiri kwamba kuna siri. Kwa nini sisi tumeshindwa? Kwa nini yeye ameweza? Na hata kwenye makanisa ya leo watu ndio maana wengine wamefikiri mpaka kwenda kukopa nguvu za giza, kwa sababu masharti ya kufanya mambo
kwa nguvu ya Mungu yamewashinda. Yesu akawaambia, mmeshindwa kwa sababu ya upungufu wa imani. Mkiwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mnaweza mkauambia mlima ng'oka na ukang'oka. Lakini imani kiasi hicho hauwezi kuwa nayo mpaka umeomba, umefunga. Hauwezi kupata imani hiyo mpaka umesali, umefunga. Hayo ndio majibu ya Yesu, utasoma 17:21 pale. Kwa hiyo matatizo makubwa ya maisha yako hayawezi kuondoka. Kuna kitu kimekufunga katika maisha. Kuna mkosi, unafikiri una mkosi, mpaka watu wanasema sijui nina mkosi. Kuna biashara haiendi, kuna dhambi imekubana. Mimi si enjoy maandiko, nikisoma na sinzia. Wengine sijui na matatizo. Yaani kuna kitu unaona maisha yanaenda lakini hakiendi. Kuna kitu haukioni vizuri. Piga chini. Tulia, mtafute Mungu kwa maombi. Panga wiki moja. Sema wiki hii nitakula chakula cha asili, alafu kidogo tu jioni nitafunga wiki nzima. Nimuite Mungu, nifungue mifereji yangu. Nimwache Mungu anitumie kama mifereji. Ukifungua hayo matope yakikauka ndani yako, utaona maji yanabubujika yanaufikia ulimwengu. Na watu watasema huyu ni mtu wa Mungu. Zingatia hiyo siri. Mungu akubariki sana. Uwe na amani ya Yesu. Endelea kujinoa hapa kwenye channel yetu ya Mwanga wa Neno. Endelea kujinoa. Unapofika wagawie wengine video hii. Usipate furaha hizi za neno la Mungu peke yako. Hakikisha umelike, hakikisha umesubscribe, hakikisha umelike, hakikisha umecomment, hakikisha umeshare. Ninataka kusema kwamba aimez la video, partagez la video, téléchargez la video. Mungu akubariki sana. Endelea kujinoa. Amen.